Bienvenue sur notre chaîne ANGC TV. Nitatoa kichwa chako, nitatoa maiti ya Wafilistini sote waskari kwa wanyama za pori leo. Neno la Mungu kweli, sio maombi, lakini utamshika na neno. Yeye amefika tayari, hautaenda kuingia kwa maombi. Amen, amen. Nitakupiga magumi, unasema ya kuwa watakatifu wapigane. Iko neno, iko maombi. Anasema nitakupiga maombi, uko unaingia. Hapana, tibiti. Sema watakatifu hawapigani. Asante sana. Tunashukuru kwa sababu ndani ya juma mzima tulikuwa na juma ya mafundisho. Ndani ya mafundisho yetu kubwa tulisimamia neno ambalo linasema ya kuwa ufungulivu wako yatafuatana kiasi unafahamu uwezo wa msalaba, kwa sababu mara mingi tunafurahia neno ufungulivu au deliverance, lakini tunaelewa kwa namna kidogo. Ufungulivu au deliverance ni kutoka fasi fulani hapo kwa mkono ya kiungo fulani, fasi ambayo umefungwa, ndio imekuweka huu. Tukawapa mifano ya aina mbalimbali. Tulisema ya kuwa mtu anaweza kuwa gerezani, akitoka huko wanasema anafunguliwa, amefunguliwa kutoka kifungo. Mtu anaweza kukua katika magumu fulani, labda aliye mama mwenye aliyemimba na mimba, badala ya miezi 9 akaweza kufunguliwa, na kwa sababu ya wakati ameuzaa anafunguliwa kutoka mimba, amepata mtoto, na hiyo ndiyo furaha. Ufungulivu ya namna mingi. Sasa wakati tunapofahamu kuhusu ufungulivu kwa namna moja, maendeleo yetu itakuwa kidogo, kwa sababu tulisema hivi, mikutano mingi ya karne ambayo tuko ndani yake, au kwenye siekle ambayo tuko ndani yake, au miaka ambayo tuko ndani yake, mikutano mingi wanapoacha kufundisha Kristo aliye Bwana wa kanisa, aliye mwamba mkuu, aliye jiwe la pembeni ya kusimamisha jengo nzima, lakini kanisa linaendelea kufundisha mingi kuhusu mapepo, walozi, wachawi, na wafundishe na Wakristo jinsi ya kushinda. Maana Yesu hakutuokoa hivi aweze akaleta aweze akaamusha vita juu yetu, lakini ametuokoa hivi tushinde vita ambao iliyokuwa. Sasa tusipofahamu ushindi ya vita, juu ya vita, tutakuwa tunafanya kitoto ndani ya kanisa. Ndio maana tukasema hatuwezi kupenda tena kuwafundisha ninyi kama watoto wanaohitaji maziwa, lakini kama watu wazima ambao watakaofaa kufundisha vile wengine kwa wakati wao kwa namna ya kufaa. Yesu hakusema ya kuwa muende mkafanya watu wakuwe watoto wangu, lakini wakuwe wanafunzi wangu, mkiwafundisha vyote ambavyo nilivyowafundisha na ukiwabatiza, na badala ya hayo nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Katika mipango ya Mungu anataka niwe mzima, uwe mzima, lakini sio mtoto. Maana mtu mzima anaweza kuwa peke na peke anaweza kupasua njia, basi hakuna njia.
Haleluya, haleluya. Presence ya mtu mmoja hiyo inatosha kama yeye ni mtu mzima. Paulo anasema ya kuwa wengine wamekuwa mitume, wengine Yesu amewaleta kuwa wanabii, walimu na wahubiri habari njema na wapasteri, kwa ajili ya kufanyiza watu wa Mungu waweze wakakuwa watu wana urefu sawa na kipimo cha Kristo. Haleluya, amen, amen. Sema na mwenzako, sitaki utoto. Sema na mwenzako, sitaki maziwa. Nataka chakula ngumu inaofaa kwa maendeleo yangu. Haleluya. Wanaotaka maisha watu wazima, pigeni Bwana mikono. Amen. Asante, Mungu awabariki. Leo mimi nafikiri wale evangelisti wote wamekuja na waombezi wote wamekuja. Wale evangelisti wote hapa mnaohubiri habari njema isipatikana, mnaohubiri mambo ambao mpana fahamu. Yote hapa tutakwenda wauliza kwa kesho, kama upana evangelist unatoka pale. Wenye unataka kuhubiri partout, tunataka tunaone hapa. Waombezi yote hapa chini. Tunataka kanisa yote wajue waombezi. Watakapofanya ndegane kati yenu mufike kuwachongea. Sababu tunataka wima. Haraka kama unaona muombezi pembeni yako, fukuza yeye afike huku mbele. Tunataka wahubiri wa vurugaji, wenyewe kunavuruga kuliko nje, nyuma wanaanza kufungua Biblia. Hapana. Tuko na haki ya kuweza kushusha chini, nyuma ya kuhubiri wanavuruga, tunaweza kukusispande chini. Ungali na akili ya kitoto, usichange jina la Yesu na dhambi zako. Tuko na mamlaka ya kushusha chini muombezi yote mwenye kule ukatie, yeye tunafanya dekana hapa anakuja kuomba. Tunakataa kwa jina la Yesu. Yote waombezi yote. Hapa mbele. Tunapangana mzuri. Anayekazana kule mshike mikono yake hapa tu. John Mambezi kwa Yesu tunakuwa tunapenda yote jua hapa. Wengine pana kule nyuma yao kati ya watu. Wanyako kule wakuja hapa mbio. Kama pana naona hebu uone kama ngani nabaki kule nyuma. Tunataka kanisa ikuwe kanisa ambao Kristo anatumika ndani yake juu ya watu wa Mungu. Fasi ngali hapa mbele vile fasi nyingine ngali. Amen, amen. Asante sana. Nafikiri wote wamepangana vizuri. Fasi nyingine kwa hapa mbele. Chukua kiti ya wengine unaweka hapa mbele. Kama fasi nyingine hapa iko karibu na waombezi wengine. Amen, amen. Nafikiri wamefika hapa yote, nasikia na nadhani. Sasa waombezi wasimame wasalimu kanisa. Wote. Merci. Ile kwa waombezi ya ekipi ya kwanza. Na siku ingine tutasimamisha bila waombezi ya ekipi ya pili. Unasikia? Hivi sipatikana mtu anafika anaomba hapa kule nje anafanya deka. Njoo iko nachanganyisha akili ya watu. Kwa sababu anayejiangaje kuombea kanisa inaomba akuwe mwenyewe anajua Kristo ni nani. Mwenyewe anahubiri isipatikane kuwa anahubiri maneno ya kolokota. Ikuwe anajua Kristo yuko na anaishi Kristo. Amen. Haleluya. Merci. Tulipoanza programu yetu, tulianza kusoma kutoka shairi. Tulisoma kwa kitabu cha Wagalatia sura 12 kutoka siku ya kwanza. Shairi lake tulisoma kutoka katika shairi la 12. Mahali Paulo ameongea.
wanasema ya kuwa mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo, na sasa anayeishi sio mimi, lakini Kristo hai ndani mwangu. Amen, amen. Kama mtu anasema sio mimi, maana yake Kristo anaishi ndani yangu, ni yule ambaye anayerepresente Kristo duniani, anaonesha Kristo duniani. Amen, amen. Hatufike hapa kwa mambo mengine, tumeokolewa na kutupitia wengine waokolewe. Nani anasikia? Uokolewe ili kupitia wewe vile wengine waokolewe. Amen, amen. Haleluya. Hatutaki uokolewe na ubaki mwenyewe kunavuruga wenyewe ambao wangeokolewa. Ndio maana tunawaonesha ili kama kila Mkristo akifika na habari ya evangeliste kwa wazee, usiulize kama nani amenichongea. Unasikia? Ukiona evangeliste msichana yuko anatingana kukatia magharibi nyuma ya wanaume, uko na droit ya kupeleka yeye kama foto yake iko sawa. Ukiona evangeliste mkichana yuko nafanya kukatie pana, acha yeye shika foto yake. Kama uko najua jina yake, fika na habari zake, utajua namna watumishi wataonesha naye jinsi wanachukua mamlaka juu ya watu wa Mungu. Unasikia? Kukalieni kule wa papa mfuate waombezi. Kukalieni wa papa, haleluya. Mukotole waombezi. Mukotole na evangeliste. Akikuwa mtu aiteka tutamshusha na huko naona. Kwa sababu hiyo ndio inaharibu ushuhuda ya kanisa. Ushuhuda ya Yesu na Biblia kwa ajili ya wenyewe wanatumika. Amen, amen. Amen. Usiseme ya kuwa kama hivi mambo iko vitafika kati ya wahubiri kweli. Wewe vile uko mhubiri, wewe vile wakiona wataenda bila habari yako. Hawezi acha. Haleluya. Wandugu zangu, ili kanisa iendelee mzuri, ninaomba zambi tuachane nayo. Hivi ndio tunapohubiri, kama tulishakuwa tunapohubiri, watu waseme ya kuwa hao wanasema kweli. Amen, amen. Amen. Wanasema sio mimi naishi, lakini Kristo hai ndani mwangu. Ndani ya mambo ya Mungu tunataka ujue lile linalokupeleka uwe huru kweli. Kama ni Kristo anaishi ndani yangu, kama ni Kristo anaishi ndani mwako, nafikiri ulazima ya kufanyikana sawa na watu wa kawaida haiko. Na tuliwaambia ya kuwa Kikristo haiko hapa kanisani. Hapa ni chuo cha Kikristo. Hapa ni masomo ya kufundisha jinsi wewe kuishi. Hapa hata unapoa namna gani, hiyo haijasema umetengenea. Kupoa mzuri tutauliza bwana yako. Kupoa mzuri tutauliza bibi yako. Kupoa mzuri tutauliza watu wa kartie yako. Hatutaweza kuomba ufunuo kwa ajili ya maneno ya mume, tutauliza na mke. Maneno ya kusema mume huyu hatembei vizuri, ile pale maneno ya kufunga kwa ajili yake macho. Bana funga macho, uliza bibi yake, bwana yako kwa haki mzuri? Anatembeaka vizuri, anaongeaka vizuri kunyumba? Anaongea kunyumba wakati gani? Ile haiko maneno ya ufunuo. Watu wa ufunuo tunapunguza kasi juu ya ili kutoka kwa maneno ya watu wa nyumba. Haleluya. Na bila wa mama hivyo hivyo. Kwa sababu kanisa la kwanza ilichukia dhambi. Na kanisa ya kuendelea ni kanisa ambalo linachukia dhambi na wanamletea Yesu nafasi ya kwanza. Haleluya. Tuchape Yesu Kristo mikono vigelegele. Amen, amen. Muangalia kipimo watumishi wanateseka. Mtu ukiokoka pasta na kufundisha kutoka babu la nyuma, hivi iko mbaya, shetani ingeka hivi ndio. Hivi ndio. Kama ukifika hapa tunakufundisha. Na kama pale ukifanya kitu moja hiyo, utakuwa mtu mzuri yake.
wafundishe watu ya kuwa Mkristo pana ushaka tobako, Mkristo pana ushaka pombe. Sasa hapo watu kushaka pombe watapatikana, watakuwa. Ninaomba tukontrole maduka yenu, maana tunataka mwende mbinguni. Tunataka muone wapi? Mbinguni. Mkristo pana ushaka pombe, juazi wewe na ubiri ya kuwa muache muamini Yesu. Kwa mwingine gani? Utatufanya hivi ni zani. Tena wakute ile kwako wewe. Tutatuma kwako evangelist wa ubiri tena. Amen, amen. Sema na mwenzako seriosity inaanza. Asante sana. Tulisoma ndani ya kitabu ya Wakolosai sura ya 2 shairi la 14-15 ambao lilisema ya kuwa Yesu yeye aliweza kuondoa grade ya shetani na akaleta kwa watu waliookolewa, na alionyesha waziwazi jinsi shetani ameshindwa waziwazi, hapana kwa uficho. Tulisema hiyo mamlaka iko ambao Mungu alimpa Adamu kwa shamba la Edeni, alimpa mume kwa shamba la Edeni, akaihusisha kwa matunda, na hiyo ndiyo ilileta mamlaka kwa shetani. Kama kutuba kwa kanisa, tulisema hatuna hitaji kila siku wenyewe wanaokoka wamesamehewa dhambi wanaenda mbinguni, kila siku wafukuze tu mapepo moja moja, hiyo ndani yake haitakuwa problemu ya mapepo, ni yeye mwenyewe hatembei vizuri. Amen. Tutafukuza mapepo kwa jina la Yesu, hiyo iko kwa nafasi yake. Lakini tufukuze mapepo kila siku kwa wahubiri habari njema kila siku, kwa waombezi kila siku, pale itaonekana tuko nafanya mchezo. Tunataka mambo ya kwanza, Yesu atawale kwa chumba chote, kwa vyumba vyote ya ndani ya mtu. Amen. Mamlaka Yesu amerudisha kwa mkono wa Kristo au hapana? Mungu alisema shetani, jinsi wewe umefanya makosa hivi, ujue ya kuwa mwana atakayezaliwa kupitia mwanamke ataponda kichwa chako. Ndani ya Mwanzo sura 3:15. Na kuponda kichwa cha shetani, mwana ule ambaye atakayezaliwa ndiye ilikuwa ni Kristo hai. Na wakati ameponda kichwa cha shetani, shetani amepondwa, hapo kanisa la neema lina ushindi. Hatuwezi kuwa tutafute sana kujua wanani ni walozi, wanani ni wachawi. Tutapenda kujua ya kuwa ushindi wetu ya kutembea juu ya walozi, wachawi, wapogo, kuzimu ni ya kiasi gani. Tunasikia? Tunasikia? Haleluya. Sema na mwenzako, uko mtu ya mamlaka ya ajabu. Yesu akasema ndani ya kitabu cha Mathayo 18, nimewapa mamlaka, kwanza nimepewa mamlaka yote mbinguni, duniani, hapo na chini ya dunia. Muende na ile mamlaka, mfanye watu kuwa wanafunzi wa mapepo. Wanafunzi ya nani? Wanafunzi ya nani? Wanafunzi wa Yesu. Hiyo inatosha. Kwa mfano wanafunzi wa Yesu, naomba wewe kuwe mwanafunzi wa nani? Ya Yesu. Isipatikane sio wewe unayeishi, lakini Kristo anaishi ndani yako. Hiyo ndio Mungu anataka. Haleluya. Amen. Wanaotaka waende mbinguni, tuchape mikono kwa Bwana. Tushaeleza mara mingi hapa, mkutano sio mahali ya kufika kwa kuzikana. Hiyo ni watu wanapokutana kama mtu nakufa naomba wamzike. Lakini hapa ni kuonesha nawe Kristo uweza msalaba. Siku ya kwanza tuliwaambia kuwa uwezo wa msalaba ni nyingi. Tuliwapa mfano ya mtu mmoja aliyetoboa mbavu ya Yesu, ambaye anayeitwa Longinus au Longin. Yule Longinus alikuwa mtu askari ya Waroma, lakini wakati alipotoboa mbavu ya Yesu,
kukatokea maji na damu, na wakati alipotazama maji na damu, yeye kikawaida alikuwa na shida ya ugonjwa ya macho. Alipotazama tu maji na damu, macho yake ikapona kwenye historia ya kanisa. Akapona. Wakati alipoona anapona, akahubiri habari njema. Yule aliyetoboa mbavu ya Yesu akageuka eka evangeliste, kwa sababu uwezo ya msalaba ikamuponya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nilimhubiri uwezo ya msalaba, uponyaji hiyo ikamhubiri. Hata alikuwa mtu Mroma anayekutana Kristo kweli kweli, hawezi akabaki jinsi alikuwa. Unapokutana Kristo lazima ubadilike, lazima mawazo yako ibadilike, lazima misemo yako ibadilike, lazima hali yako ibadilike. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Uimbaji ya Jésus Nabii haitakubadilisha. Uimbaji ya Shekina haiwezi kubadilisha. Uimbaji gani ya uwezo ya habari njema bila haitakubadilisha. Wanaimba nyimbo nzuri, lakini kama hauwezi kufahamu uzuri Kristo, na nyimbo yote unaenda motoni. Tunakataa mtu aende kwa moto kutoka hapa. Tunakataa hiyo. Haleluya. Haleluya. Kwa mfano mmoja angali walimhubiri kule nyuma ya kuwa pale ushatobako ndio, pale ushapombe ndio. Tunasema kama mtu anaendelea hivi mapepo yanaingiaka. Sasa ungali unapouzisha mapepo mapombe, unauzisha tubako, unauzisha kitu ambacho inakuwa mbaya, itapeleka watu wengine wasikie habari njema. Nyuma unafika kuwa mfunguzi mapepo yeye alizungua. Nani aliingiza mapepo? Sasa nani afunguze? Sasa wewe funguza kama huko unafanya kazi na kusudi, funguza mapepo yako wewe mwenyewe. Sababu haujui njia hiyo, njia ya kuimba. Unafanya vurugano. Tunakataa vurugano kwa jina la Yesu Kristo. Tuko watakatifu wanaoenda wapi? Wapi? Sema na mwenzako mchezo pana. Sema naye mchezo pana, mchezo naisha. Mchezo naisha, sema na yeye. Mchezo naisha. Mchezo naisha. Haleluya. Tunasimama tusome shairi leo. Maana tupana muda mingi ya kupoteza. Tunasoma Yohana habari njema sura 8. Shairi ya 32 na unakaa chini mara moja. Yohana habari njema sura 8. Shairi ya 32. Ndio. Inasema hivi. Na ilisoma kwa jina la Yesu Kristo. Nanyi mtajua kweli, na kweli itawaweka ninyi huru. Ndio, asante sana. Ndio. Chape kwa Bwana tunaikaa. Amen. Hapa iko Yesu anaongea. Amen. Anaongea mbele ya kupanda kwa msalaba. Yesu hasema ya kuwa ninyi mtajua maombi na maombi itawaweka ninyi huru. Watu ngapi wanajua maombi? Wangapi wanajua maombi? Yote si ndio? Biblia pana sema nanyi mtajua maombi na maombi itawaweka ninyi huru. Hapana. Anasema kama mkinipenda mtakaa katika neno langu, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu, nanyi mtajua kweli na kweli itawaweka ninyi huru. Mtajua kweli nyuma ya kufundishiwa. Sasa uhuru hiyo ambayo Yesu anazungumzia ni wapi? Uhuru hiyo, deliverance total complete hiyo iko ndani ya neno. haiko ndani ya maombi. Maombi ni kuzungumza na Baba Mungu. Wakati unapoomba unaongea na Mungu, unaongea na baba yako. Lakini kunapotembea duniani, ushindi yako iko ndani ya neno ambao umejua. Nasema hivi,
Ndani ya maombi unaongea na nani? Maombi inaamusha roho yako kuongea na Baba, lakini neno inakupa uwezo ya imani ya kuweza kushinda nayo maneno yote ambao utakuta hapa, utakutana nayo. Ikiwa ni dhambi, ikiwa ni wadui, ikiwa ni mazingira mbaya, hautashinda kwa maombi. Hiyo mambo hautajibu kwa maombi, utajibu kwa neno ambao umesikia na unafahamu, na hiyo ndio itakufanya unapita mbele. Amen. Maombi kwa nafasi yake, okay, lakini neno kwa nafasi kubwa. Haleluya. Tunasikia? Nani mtajua? Nani mtajua maombi? Mtajua nini? Mtajua maombi? Mtajua nini? Na kweli itawaweka nini? Kweli iko neno la Mungu. Kweli sio maombi. Maombi pasipo kweli haiko wima. Maombi pasipo neno haiko sawa. Tuliwaambia hivi kwa mfano ndani ya nukta 6 ya kuonesha utoto, mtu yeyote anayetaka kwenda kuhubiri habari njema hautangoja ufunuo kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Maana wewe umeokolewa. Kwa temu nyingine, wewe ndiwe habari njema kwa dunia. Amen, amen. Hapana kuuliza mimi naenda kuhubiri kulinji, hapana. Chukua Biblia, omba Mungu, niko naenda kuhubiri kulinji, kwenda ufunue ikue isikue, ile pana maneno ya mahubiri. Wakati nachukua Biblia yangu nienda kuhubiri kulinji, ukisema pardon tu tunataka kutabiri kwanza, nitasema asante tabiri tuna. Utakuwa ndio kinanisha fika kule. Hata kutabiri na niko naenda. Sababu mimi najua njia heri mikuu linalohubiri habari njema. Sasa wakati tunasoma mbele, kama Mungu amesema heri mikuu inayotangaza habari njema, nani atakuwa mbele ya mikuu yangu? Amen, amen. Tabiri, niko na kataa. Lakini pana changa mahubiri na kutabiri. Mahubiri shakutabiriwa iko miaka 2000. Muende na mamlaka yote, mfanye mataifa kuwa wanafunzi wako. Kila Mkristo anaweza kuhubiri. Ushuhuda yako ni mahubiri. Maisha yako ni mahubiri. Mazungumzo yako ni mahubiri. Kuvaa yako ni mahubiri. Kama unavaa nguo nyingi unaonekana ngambo na ngambo, unahubiri jinsi unatafuta wanaume wengine. Uko mwanamke ya mtu umevaa nguo kwa sababu inangaa unatia hapa amedoke ngeli, alafu unaonekana ngambo na ngambo, pale sana kuwa wanaume yote ya ukahaba unifuate. Ile pale maneno ya ufunuo. Ile kwa maneno ya wazi. Ujue mwenye navaa tena yuko kunyumba sema kiasi unatafuta wanaume wengine. Haleluya. Amen, amen. Baba mnasikia? Ndio. Biblia hapa kibango hiyo unakuwa ngambo hivi. Yeye simama nguo ndani ya nguo unaonekana sawa unaondoka, ujue mara moja anatafuta nini? Wanaume wengine. Amefundishwa kupa yeye bwana sikia. Afundisha hapa vile kwa sikia sasa watafanya hicho. Unasikia? Haleluya. Wasichana wanapovaa maminishi hapa yeye na Pascal anatembea na nyamuru yale style tipo wapika yeye kwa sababu yeye pana kama mambo ya Mungu mzuri. Hapa ni mfasi wa watu ambao waliookoka. Fanya kila kitu kama mtu mwenye naokoka. Unasikia? Haleluya. Ukienda kuuliza teoleza mama kwa mbele ya kuvaa nguo wataka nguo mpya, nitaona kama ilikuwa tayari nishona mbaya pana furahisha mie, ile nguo hawezi baraka. Ile pana baraka. Hiyo natosha. Ile pana maneno ya maombi, mwezi ndio maombi kwa wapo hiyo. Ile kwa order. Itinge kweli mtu akuboe azana yete. Kwa nisa. Ile pana anaenda kufikiri. Na wakati niko natoka bila kiangalia nguo yangu fulani ile pana mzuri, mbele kuvaa unafurahia ndio. Kama pana mzuri na badilisho mimi na chuki naona ingine.
Juu iko haki yake. Amen, amen. Ile hapa vile kwa nguo ya zamani mimi pana kuna sana tu mimi nauliza yeye kwanza mbele ya kuvaa. Nataka kusema na nini hivi? Ifo mtu akuwe mtu. Mtu huwezi geuka nyama. Amina. Amen, amen. Haleluya. Hapana kusema ya kuwa ile nguo yangu wewe kupanga ile baba yeta franga ile kule mimi pata kuna namna yangu pana chongoza mimi. Kama wewe pata kuna namna yako basi namna hiyo pata kuna namna yako hapa usivae. Sinatosha. Ile kama maneno ya maombi. Ile kama maneno ya utakatifu. Amina. Ile kama maneno ya maombi. Kama hata wewe unataka utakatifu basi yako bwana yako anataka utakatifu, wewe onesha ya kuwa wewe kwa bibi yake. Sinatosha. Hiyo inatosha. Amen, amen. Hatuwezi kwenda mbinguni wazembe. Iko tukue watu katika imani wima. Haleluya. Mtajua kweli? Mtajua maombi? Hata wakikuombea mimi tuona haufahamu njia, utabaki tumwe mapepo. Unasikia? Neno la Mungu wasaidie. Neno la Mungu linafungua akili. Inafungua ufahamu ya mtu. Hivyo inaweza kuwa. Mnajua watu wengine walifika hapa wanajua wapana kuwaka na maisha ya kazi, watu wanaenda ukarier, arudie na miziri na 19 ndio anatia kwa moto. Lakini sasa hivi wale watu wamegeuka, wao ndio wako natoa pesa kwa ajili ya habari njema kwa sababu akili yao imefunguliwa. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Mwenye naokoka kama tako taksimani hapa na bebaka pombe ile mnajua? Wataksimani wengi hapa na bebaka pombe msimamo kwanza. Ukikuwa na moto, ukikuwa na kipote, kama unaona Mkristo mmoja anabeba pombe kwa kipoteli yake, ita ye. Amina. Sababu kama yeko kule na fika official sava, kama nafika hapa, yeye anaimba, yeye kamera yeye kumzuri. Kama na foto yake tuma kwa telefoni ya pastor. Tuma kwa telefoni yako. Utaita yeye. Juu wewe sichafua jina la Yesu wewe peke hapa. Unakataa mambo hiyo. Unataka twende mbinguni. Unataka utaratibu. Unataka wima. Amen, amen. Wataksema haleluya. Amen. Nasema tunasikia. Iko kwa seria atupende wao wao. Sema basi. Haleluya. Naomba watoto wa Mungu waonekane wazi. Amina. Kulikuwa siku moja nilikuwa Kubunya, walitia hiyo karto ya sigara moja pembeni hivi. Njoo iliomba batume juu ya mtu nye baliwa mzuri. Hasa nikafika pale, nilenda peleka pesa moja ndani ya M-Pesa moja hivi. Njoo mtu apale kasema mara moja kaba geleta ile ndiko ngeka katikati yao kaba geleta mkona mtu ule. Hasa yuko watu wa Bunya. Hasa moja ikasema mara moja ile kwa mtumishi pazi heba kitu mdera. Mtu wa Mungu onekane wazi. Haleluya. Haleluya. Tunataka waevangeliste kama na hivi. Onesha jinsi umeokoka wazi wazi. Haleluya. Maneno ya hivi tunakataa. Hatuwezi kuwabembeleza tena. Tunakataa kubembeleza nyinyi na zambi. Tunataka sote twende wapi? Yes. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Wakristo mkoma unaona mtu koti yake, yeye kwa mwimbaji. Muone kama anapita kumoto na kitu gani, anapita na pombe, mchongee yeye. Munaona kutipotara yake pombe, mchongee yeye. Supana nataka waya. Tunataka wewe uimbe kitu ambao umeokoka ndani.
ukuwe pale kumbaraza unasimama kuwa portier, watu waseme ya kuwa huyo pana pendaka waya. Tutashukuru sana. Tunasoma ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake 1, sura yake 3, 25 na 6, na mwingine anachukua kitabu cha Mathayo sura yake 4, 23 mpaka 11. Iko ndio mrefu au tutafanya namna gani? Au acha Mwanzo. Jumi naona itapoteza tu kwa wakati kidogo. Soma Mathayo sura ile kutoka 23 mpaka 11. Inasema nini? Msikie mzuri. Tunasoma habari njema ya Mathayo sura ile 23 mpaka 4 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mjaribu akakuja kwake. Nani alikuja? Mjaribu. Asante. Akamwambia, kama ukiwa mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Ndio. 4. Naye akijibu akisema, Yesu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. 5. Kisha shetani akampeleka hata mji mtakatifu. Kisha mjaribu shetani akampeleka mpaka kwa Yerusalemu, akamuweka juu ya mnara wa hekalu. Akamuweka juu ya mnara wa hekalu ambao una urefu wa 3 metre. Akamwambia, kama ukiwa mwana wa Mungu, ujitupe mwenyewe chini, kwa sababu imeandikwa, atakuagizia malaika zake, atasema na malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akasema nini? 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usijaribu Bwana Mungu wako. Tena shetani akamchukua hata mlima mrefu sana, akamwonyesha falme zote za ulimwengu. Akamwonyesha falme ngapi? Zote za ulimwengu. Asante. Na utukufu wao na kung'aa yao. Ndio. 9. Akamwambia, haya yote nitakupa kama ukianguka kuniabudu. Hilo yote nitaleta kwako kama unapiga tu magoti kwangu. Ndiyo. Yesu akamwambia, kwenda zako Shetani, kwa sababu imeandikwa, uabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Ndio. 11. Kisha shetani akamwacha, na tazama, malaika wakakuja wakamtumikia. Amen. Asome 11 verset. So inasema kisha shetani akamwacha, lakini karibu swali hili nasoma hivi. Basi Ibilisi akamwacha na malaika wakaja wakamhudumia. Hiyo yote ni jambo moja. Nataka nisome nisikie mtu akile sema ndio tunasoma patia 11 verset. Au Biblia nyingine. Hakuna Luisego soma la Luisego anasema nini? Partie ambayo natafuta nasema hivi. Là-dessus, les diables les laissant, et voici que ces anges, voici que 2 anges vers Israël à les servir. Partie à quoi d'abord la date là donc les diables akashindwa, shetani akashindwa. Ile ndio partie ile nitaka. Amen, amen. Tunasikia shetani alishinda nyuma ya hatua ngapi?
Hatua ngapi? 3. Munisikilize. Ukataka kusikia simama na leo nani kunapiga jezi hapa? Wakati tunahubiri tunakataa maneno ya heshima tu. Tunahubiri nao tunafundisha nao watu heshima wasikie. Alors msiguse. Mambo iko hivi. Tumesha sasa Mungu akubariki kaji. Hapa muangalie maneno haya matatu. Yesu alifanya maombi ya siku ngapi? 40 jours 40 nuits, maana yake siku 40 na usiku vile 40 ya maombi ya kufunga. Unasikia? Sasa Biblia inasema Roho Mtakatifu akamsukuma Yesu aende jangwani ajaribiwe na shetani. Amen, amen. Ilikuwa mpango ya Mungu, haikuwa mpango ya Mungu? Yes. Wakati shetani nafika, shetani muulize, msikilize, mtu ya 40 jours na 40 nuits. Shetani hakimbia. Alikuwa na moto, alikuwa na moto. Alikuwa na moto, alikuwa na moto. Kwa nini Mungu anaacha na ile moto yote shetani afike na kuzungumza na shetani ya Yesu? Kwa kuonesha ya kuwa ushindi ni wapi kwa kanisa. Haleluya papa. Haleluya. Msikie. Wakati Yesu shetani anauliza hivi, anasema hivi, kama ukiwa mwana wa Mungu kweli, jinsi uko na njaa, amuru jiwe ligeuka kuwa mkate ukule, hivi njaa iishe. Anasema namna gani? Kama ukiwa mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu kweli au hapana? Yesu ni mwana wa Mungu kweli au hapana? Sasa kwa nini basi shetani anauliza kama ukiwa mwana wa Mungu? Anasema ndani ya neno lingine ya kuwa mwana wa Mungu anaweza kuwa na uwezo ya kufanya miujiza. Shetani anajua mambo hiyo. Hivi ndio anasema ya kuwa jinsi huko kama neno kama wakati nilikuwa nasoma, shetani anataka kufanya hivi pale ndani ya shairi hii. John kuja. Shetani anataka kufanya hivi. Kuuliza na Yesu kama Yesu yuko si na identity yake. Ndio bado sikia. Shetani kwa mtu mkaidi, mtu ya fujo, mwenye pana ogopaka mtu sura yake, ye pana heshimiaka mtu, me anaheshimia mwenye anajiheshimia. Mpana sikia. Shetani pana ogopaka, ye pana heshimiaka, lakini anaheshimia mwenye anajiheshimia. Na nasikia. Kwa maana nasikia mambo ya upendo. Amen, amen. Amani yake anauliza Yesu hivi, kama ukiwa mwana wa Mungu wake, kama uko siri na identity yako, kama uko siri ya kuwa mimi ni mwana wa Mungu kweli, kama uko siri, neno kama iko hivi, alitaka akute dute kidogo kwa kukutu Yesu. Shaka kidogo tu. Kama ukiwa mwana wa Mungu geuza mkate ikue. Sasa Yesu aliweza kukua mwana wa Mungu. Yesu anajua. Shetani vile anajua. Yesu anajua anaweza kufanya miujiza. Lakini Yesu aliona mwenyewe anasema yuko nani? Amutii asimtii. Yesu alikuwa na mahitaji ya chakula kweli? Hapana. Lakini aliona chakula yake itoke kwa nani? Itatoka kwa shetani? Haleluya. Anasema na shetani hivi, mtu anaweza kuishi bila kukula mkate, lakini haiko mkate tu. Amen, amen. Lakini kwa kila neno. Kwa nini? Kwa kila neno linalotoka kwa linatoka wapi? Kwako. Amen, amen.
Shetani alisikia, hakusikia. Anasema kila neno linalotoka kwa Mungu linafanya mtu aishi. Jambo la pili, akampeleka kwa kinara ya 30 metre eglise juu, akasema shuka chini, sote. Amen, amen. Maana limeandikwa, munisikilize. Ya kwanza, Shetani alisema limeandikwa kweli. Msomaji, ndani ya Biblia kwa Shetani alisema hakuweza kusema limeandikwa kama uko mwana wa Mungu. Lakini ya pili anasema ya kuwa imeandikwa. Pale unazungumza juu ya Zaburi 91. Ndani yake imeandikwa ya kuwa wamalaika na Bwana wanaweza kuwa wanakuchukua usikwae. Shetani asoma verse, maana Yesu amekujibu na verse. Mnasikia? Anasoma verse tu, Yesu amekujibu na verse. Ndio anasema imeandikwa, hata ukisote chini wamalaika hawatakuacha, watakuchunga. Hauwezi kuanguka. Alisema kweli, alisema uongo? Shetani alisema wewe kweli, alisema uongo? Haleluya. Amen, amen. Yesu akajibu nini? Imeandikwa, usijaribu Bwana Mungu wako. Yesu akajibu andiko kufuatana vile na andiko. Yesu alifanya maombi siku ngapi? 40 jours. Lakini hapa maneno ya kusema kama ilikuwa tena ifika kwako, wewe ungeanza na neno gani? Kama tena ilifika kwako ungefanya neno gani? Kwa jina la Yesu Kristo, moto! Moto, moto. Kiku. Yesu aliomba? Hapana. Akasema imeandikwa. Usijaribu, akasema imeandikwa, usijaribu Bwana Mungu wako. Yesu anasema na Shetani yeko nani? Mungu. Shetani asikia, hakusikia. Neno kontre ya tatu. Shetani akampeleka juu ya mlima mrefu, akaonesha dunia mzima, akasema upige magoti. Shetani anaona ya kuwa nilijaribu verse vile nashindwa. Yesu anajibu ya kwanza na verse, ya pili na verse, juu ya tatu akasema ya kuwa piga magoti tu, na hapo vitu vyote vitakuwa ya dunia hii unaona inangalangala itakuwa yako. Niko nasema kipimo kiasi Shetani ama yake kuja. Ukaidi ya Shetani iko inashinda. Yesu anasema yako Mungu vile anafahamu. Yeye anasema nani ndio anaomba kitu? Nani anaomba? Lakini Shetani pana choma sababu yeye anasema Mungu anaomba ile vile anasikia. Kila anasema ya kuwa tingana chini. Yeye anasema malaika watakuchunga. Hapa anasema anampeleka. Sasa ile transport yote kuenda huku, kuenda kule na inabeba. Yesu anatembea kwa avion nani? Yesu anatembea kwa helikopteri ya Shetani ile siku. Haiko Yesu anaenda peke. Shetani ndio anaenda na yeye. Hapo. Sasa bado bizana. Ile siku Yesu anatembea kwa helikopteri bila kulipa, lakini ya Shetani ya adui. Juu adui naona akamata atembea kwa vile yake omwe yeye shinjo. Sasa kubembeleza. Iko tu kufanya kubembeleza. Akasema ya kuwa piga tu magoti, hiyo vitu vyote itakuwa yako. Mungu akasema nini? Yesu akasema imeandikwa, uabudu Bwana Mungu wako pekee.
Kifaransa nasema kwa shetani akashindwa ndio akaenda. Nani kashindwa? Soma shairi 6 ya Mwanzo sura 2 sura 3. Sisi mpesa pekee ile somo. 6 ya sura ya Mwanzo ndio nizungumzie. Mwanzo sura 6. Sura moja shairi la 6. Okay. Ndio. 1:6 nasema hivi. Au unasoma 5:6 iko mzuri tu kama. 5:6 nasema hivi. Kwa jina la Yesu Kristo. Nasema hivi. Mungu akaita nuru mchana na giza aliita usiku. Samehe sura 3 shairi la 6 shairi la 5:6 sura 3 kwa sura moja. Mwanzo sura 3 ndio shairi la 5:6 ndio inasema hivi. Okay. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio. Wahani Mungu anajua ya kama siku mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa. Ndio. Na mtakuwa kama Mungu. Ndio. Mkijua uzuri na ubaya. Amen. 6. Na wakati mwanamke alipoona ya kama mti ulikuwa mzuri kwa chakula na ya kama alipendeza macho na ya kama ulikuwa mti wa kutamaniwa kwa kujipatia hekima, akatwaa ya matunda yake akakula, akamupa mume wake vile vile pamoja naye alikula. Amina. Amen. Amen. Mchape Yesu Kristo mkono. Ole ya kutokukula matunda Mungu alisema na nani? Na Adamu na Mungu. Okay? Wakati mke anakutana na Shetani alikuwa alivaa mwili wa nyoka. Tulishawaambia mara Shetani kutumika inaomba akopeshe mwili. Yewezi kwa sababu iko roho. Ndio maana anakopeshaka mwili. Kama wewe bila unaleta mwili wako yeye kopesha itatumika naye. Naye nasikia. Ukitaka atumike na wewe unamkopesha, anakukopesha toke, unamkopeshea, anatumika tu. Sababu vitu wewe tumika anatumika kila kitu au na watu. Unasikia? Haleluya. Amen. Sema na mwenzako usijiache kukopeshwa kwa shetani. Amen, amen. Sasa angalia. Mke anasema Mungu alitukata. Shetani anauliza, kwa juste kwa nini mpaka unakula hivi? Na ile kitu ambayo inafungua akili inaweza kuwa inaleta mnakuwa kama na Mungu. Mke anasema Mungu anataka sema hapana, Mungu kukataa yeye anajenga ili msikue sawa na yeye. Mke alipoona hiyo akakula. Neno ya kushangaza alipokula akakuja naye kwa Adamu. Kumbe Adamu ndio itamani matunda kushinda Eva. Kama unasoma shairi 6, kumbe Adamu ndio alikuwaka yeye anatafuta njia gani yetaonja ile matunda. Ukiangalia kumafuvese ile omwe Eva ndio anapima vile kueleza kitu nyewe Adamu lezaka na yeye ya kuwa tukikula ile matunda tutakufa. Lakini Adamu pale eleza ta. Unasoma ni mzuri yake. Wakati mke anafika nayo Adamu anapokea na roho moja. Sasa unaona hivi. Sasa yeye kumbe alikuwa anatamani ile mtu kuliko Eva mbele. Niko Mungu akumshauria ndio kutabalo fika. Yeye anauliza ta. Yeye anajua iko mtu ambao Mungu alikataza kwao, matunda ambao, lakini wakati anafika Eva anafika naye anameza tu kumeza mara moja. Kuna watu wengine wengi wanakuwa yeye anajua kazi yake pana. Mwanamke bila kazi, bila pana kazi. Lakini bibi anakula kuku kunyumba, yeye anauliza bibi ile kuku inatoka kutoka wapi? Bwana sikia. Haleluya.
kama bibi yako anapika na chakula yenyewe bana kwa kunyumba, ni bado kwa na Mungu akipimo hivi. Wewe uliza. Usiache kinywa kwa mtamu na nyumba alikuwa na kipimo ile. Jo, Eva ataenda kufika na matunda yenyewe bana na njia nzuri. Amen. Uangalie kitu ambacho iliweza enyewe shetani alikuwa na ngoja. Kwa Adamu ilikuwa nini? Neno. Shetani alikuwa na ngoja neno ambayo ingesukuma matunda. Lakini Adamu akatia kadera kwa kinywa. Akakula tu. Sasa mara ya pili alipofika kwa Yesu, badilisha ile jiwe iwe mkate, alijua Adamu ya kwanza kushamba hakujibu kitu. Hivi leo kama Yesu hatajibu vile, nitatembea juu ya watu kutembea. Basi alitega Yesu, lakini abarikiwe Yesu, akajibu akasema ya kuwa mtu haishi kwa ajili ya chakula tu, lakini kwa ajili ya kila neno linalotoka kwa. Amen, amen. Unaweza kuwa na mamlaka tunayo, lakini usipojichua unaweza kukua Mkristo mzembe. Arejea. Usipojichua mzuta kwa tu mzembe, Mkristo mwenyewe hana nguvu. Kwa sababu wewe umeokoka na yeye anajua. Nani anajua kama wewe unaokoka? Nani anajua kama wewe unaokoka? Sio unajua unaokoka sio? Inaomba peke ndio ujichue nimeokoka. Natangaza nimeokoka. Adui hawezi kusema ya kuwa ndio anapenda naokoka siwezi kuuza, hapana. Hawezi. Atafika na ile. Sema ile kitu ndio bado na kudunia. Utasema ile ukipiga tu na kuweka. Anaficha. Anasema ile ushaona, inaonyesha fasi nyingine. Iko tu ile moja, osija. Ile pengine najua asante. Yeye kitu mpya pati nyingine. Kwa ajili ya ile ndio ninawauliza na wasemea ndani ya zambi mpya pana kuwaka. Iko tu zambi ya zamani, ndio shetani anafika kuonesha na wewe mahala elfu. Iko tu zambi moja ile ya zamani, ya mpya pana, lakini atafika tu kuonesha ile, atakeuza hapa, atasema hivi, ataonesha hivi. Sababu itakuweza ushinde iko ujijue. Mamlaka ambao Yesu ametupa haiwezi kuchungwa bila neno. Inaomba ujue, hapana maombi. Maombi utaomba kujikonekte, esprit yako konekte na Mungu. Lakini neno itakufanya upasue ukuta na imani. Nasikia hiyo. Ushindi yetu ambao leo kanisa la baki watoto kwa sababu pasi ya neno wanachukua maombi. Watu ambao tulisema juzi, wote ambao mnasoma masomo ya kwanza ya pili kuendelea, nyosha mikono juu. Nyosha mikono mzuri, wewe unasoma kamemo hata masomo ngapi wewe unasoma tu. Nyosha mzuri hapana hivi. Bila hivi leo ya oga. Sasa leta mkono mwingine kama Biblia unyoshe na mkono mwingine kutoka chini. Ni mnasoma, mnaadhimisha faraka ya wazazi, leo Biblia sasa hivi nyosha na mkono. Mkono mmoja iko pale na mmoja chukua Biblia amsha yule. Mikono yeye alisoma mkono ndio asa. Mungu abariki mama ya kule nyuma. Yeye naona yeye pale na Biblia inaonyesha mikono mfiti. Watu nao ile Mungu anataka. Sasa wengine wanarudisha yote chini. Welcome ile watu ambao wanaokoka wanafanya mwezi miaka na wako na manguna hawana Biblia, wabado chua wokovu yao. Sababu
utasimamisha imani yako na neno. Kitu ambacho tunafundisha hapa, utaenda soma kuhubiri kwa neno. Muangalia neema ambayo Mungu amefanya. Mnasoma hakuna Biblia. Lakini muangalie kuna watu ambao hawakusoma na wanapenda Mungu afungue macho yao. Kwa imani Mungu amefungua macho yao na Biblia. Wako hapa. Watu wale mnasoma Biblia hiyo juu. Mpana soma lakini kuna Biblia. Muangalie. Nasha msujudie mbingu bila shangaa kwa ajili yenu na shida. Msione juu, watu waone kwanza juu. Wewe namna ile njoo mbingu na hitaji yao. Wapana soma lakini wakati wanaingia kwa Kristo napata imani Mungu anafungua macho yao. Wengine kwa miujiza tunapoomba Mungu anafungua. Leo wako wanasoma. Sasa ndio watu ambao mnasoma masomo ya wazazi mnakula franga. Mpana hai. Na ile yote tunasema tunaweza kumana mbinguni wanataka hivi na mkono bure. Mungu awabariki na wasimamishi. Sasa muangalie na shetani na kuvuruga na masomo yako. Na wenye wako nasoma hapa, wako na maletere mzuri ndio yeye hapana soma mzuri. Njoo nasoma mzuri, lakini wenye wanasoma kidogo na diploma wakisoma sasa. Eske ile koro ya wapi? Amen, amen. Wewe mwenyewe unasoma, ulisoma masomo likaa kupa. Unaweza kusoma kwa watu wengine. Sasa wenye wapana kaa kubasa na wenye wako nasoma. Ile pana confusion. Confusion na toba ukaliza ndugu zangu. Haleluya. Shamba la mzuri ushindi ufungulifu kamili ya kwanza ni kujua basi yako ndani ya neno. Nasikia. Ninamwambia neno moja hivi. Mwenye naokoka kama yeye ni kijana akawa tena wote ataswe na ngana na gani haitamwangusha. Wenye wanamkaka ovyo hiyo iko wazee ya kuanguka tu. Chuma kwa yako usishaye maana utamani ya roho yake inapita maneno yako hili. Yesu uzisha safari yake ya mbinguni na wewe. Mwenye anaokoka ni mwenye anajichunga. Anachunga mamlaka yake. Amen, amen. Haleluya. 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 Tutape Yesu Kristo. Mtu ya kuokoka Yesu amemrudishia mamlaka. Lakini hiyo mamlaka wanaichunga na nini? Na nini? Neno. Neno la Mungu yakae kwa wingi moyoni wenu. Ushindi ya kanisa ni maombi. Ni maombi. Ni kwa nini? Neno. Amen. Yesu akasema ya kuwa kanisa langu litalijenga juu ya maombi, milango ya tena na mauti haitabomoa. Litajenga juu ya nini? Juu ya jiwe. Jiwe hiyo ni nani? Yesu ni nani? Neno. Uwezo neno ndio inatengeneza maombi ya mtu. Mtu anaye neno hana shaka. Mtu anaye neno haogope. Kwangu usiseme habari yao kusema walozi watakuoga. Maana na neno ambao linasema kuwa walozi wachawi nimepewa mamlaka juu yao. Nitembee juu yao. Wawe chini. Uweza neno. Na nasikia. Sio wewe unaishi lakini Kristo hai. Kama. Haleluya. 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 Ndio wanaoita neno. Neno lina utukufu. Neno lina uwezo. Neno linapasua. Neno linafungua mlango. Neno linapasua njia. Basi hakuna njia. Na neno linaleta kwa mtu tunavuka. Nataka kusema hivi. Magumu yote itakayojipresente mbele yako haijipresente kwa maneno ya kiroho tu.
Kuna mambo mengine yanafika kimwili. Na shetani anakopesha mwili ya Mkristo mwingine, anatumizia yeye kwa ajili yako. Lakini utamshinda na neno. Yeye amefika tayari, hautaenda kuingia kwa maombi. Amen, amen. Nitakupiga magumi. Unasema ya kuwa watakatifu wapigane. Iko neno, iko maombi. Anasema nitakupiga maombi, uko unaingia hapana titi. Sema watakatifu hawapigani. Wewe ni mtakatifu, mimi ni mtakatifu, tuko wale ambao tunaenda mbinguni. Anasema Paulo sasa, anasema kama bila kufanya kwa tusameana, tuko watoto ya Mungu, unisamee na tunaenda mbinguni, hadi hawezi kutukawa. Neno. Amen. Haleluya. Haleluya. Walio na neno kamili ndio wanaomba mzuri. Walio na neno kamili wanaomba vizuri. Wanaoomba bila neno wanakuwa watu wa wayawaya. Kwa sababu watakuwa nasema kuwa kuja na envelope ili ubarikiwe. Kuja na envelope. Kanisa pana nafasi ya kuweza kusema unafia kubarikiwa kwanza na maneno ya dunia. Hapa roho yako inabarikiwa kutoka baraka zote za mbinguni ndani ya Kristo. Amen, amen. Deliverance kamili haiko katika maombi. Maombi ni vizuri kwa kuweza kukonektea na kuna kile deliverance kwanza iko ufahamu yako ifunguliwe. Haleluya. Kama mwana akiwaweka ninyi huru, mtakuwa huru. Mtakuwa huru. Kama mwana akiwaweka ninyi huru, mtakuwa huru. Mtajua kweli kweli itawaweka ninyi huru. Nani anataka kuwa huru kweli? Nani anapenda kuwa huru kabisa? Haleluya. Maombi haitakufundisha namna ya kuvaa, neno litakufundisha namna ya kuvaa. Maombi haitakufundisha namna ya kusamehe, neno litakufundisha namna ya kusamehe mwenzako. Maombi haitakufundisha namna ya kuweza kupata muda kuomba na Mungu, lakini neno litakufundisha namna ya kupata muda kuomba na Mungu. Pale ndio unaomba vizuri. Maombi haitakusaidia kuweza kufundisha mbele ya adui utajikopotea namna gani, mbele ya dunia utakuwa namna gani. Neno ndio itakufundisha. Tena neno kwa kumaliza karibu. Hatuwezi kusoma lakini tutasema kwa kichwa. Biblia Daudi kwenye sura 7 ya Samueli wa kwanza. Daudi wakati wanakutana na Goliath. Daudi aliomba ili apigane na Goliath. Hapana sisi. Aliweza mkisumuza mkisoma phrase ambao Goliath alisema, Goliath akasema hivi, Daudi, unakuja kwangu na una gongo kumgongo. Unadhani mimi unapiga na gongo kumkono, kwa msiku unafikia nyama. Amen, amen. Kama unafikia imbwa. Amen, amen. Ukisoma wa Samueli wa kwanza 17 kutoka shairi la 43, Mfilistina akasema ya kuwa wewe unafika juu yangu na gongo. Unadhani niko imbwa? Anasema nitakuunda tosha nyama yako, nitatoa kwa nyama za pori na ndege za angani leo. Na akamlaani kwa miungu ya Wafilistini, na maana yake kwa Dagoni pamoja na miungu mingine. Amen. Daudi akasema, "Che, unasema nini?" Ukisoma ndani ya 13:43 Daudi akasema, "Unasema nini?" Akasema hivi, "Unjua ya kuwa wewe unakuja juu yangu na mkuki na masilaha zako, lakini kwanza mimi nakuja juu yako na jina la Bwana Mungu anayeishi." Bwana mutawala, amana yake mkuu wa jeshi
ya viumbe ya maskari yote ya anga. Unasikia? Yeye alikuja anasema nitakupasua. Na akasema kuwa Daudi akasema Bwana atakuleta mkononi mwangu. Goliathi anasema ya kuwa nitakupasua. Daudi anasema ya kuwa Bwana atakuleta kwa mkono yangu. Nitatoa kichwa chako, nitatoa maiti ya Wafilistini zote waskari kwa manyama za pori leo na mandege za anga. Daudi anagonga kwa mkono. Goliathi anampanga mkuki yote. Vita inakuwa katikati ya 4 personnes. Watu ngapi? Nani na nani? Nani kajibu mzuri kama tunataka. Tupana sema 4 personnes. Bila kudai katikati watu wawili. Ndani sheria hii. Nani na nani? Simama kwa ndani. Vita kati ya ine. Goliathi anataja ya kuwa anamtukana Daudi kwa jina la Mungu wake. Daudi hatukane Goliathi, lakini anasema mwenyeko mbele yangu anapiga na jina ya neno eyeko Bwana Mungu aliye mkubwa ya jemadari ya jeshi zote. Sambini. Vita na yeke kati kwanza ya Mungu na miungu ya Filistini. Amen. Ya pili kati ya kuonekana ni Daudi na nani? Na Goliathi. Sasa tuliwaambia hivi, ukitaka kushinda kwa mambo ya nje, shinda kwanza kwa mambo ya kiroho. Mamlaka yako ya kiroho unayejichua ndani itapindua nguvu zote za Mungu ya giza ya barriere. Nasikia? Haleluya. Tuliwaambia siku nyingine kwa watu mmoja hivi kama nilikuwa kuambia sisi tu. Siku moja tulikuwa tunaja hapa ya barriere. Ninasoma nini tunaomba? Nikaomba. Mungu akanionyeshea wakubwa ya mji wanafanya reunion kote evanjili yetu. Haleluya. Amen. Wanasema ya kuwa wakagonga moto kati yao. Niko nawaona katika ile moto wako wanaongea. Hiyo moto ikashika nguo ya mtumishi mmoja kati ya watumishi ya kanisa. Mtu mmoja alikuwa ndoke ya endelea ya Selini. Wakati kuendelea kuomba, wakasema ya kuwa muangalie kitu ambao huyu mtu anafanya na watu wanafanya. Wanabucha, wakatuma msichana mmoja mwenye aliyeingia kwa nyumba na nyumba akatoka, akaanza kulia. Leo nguvu ya mji wetu inabujika. Wakati tunaanza kulia naanza kukimbia na kilio, wakapandisha shetani juu, mapepo kasimama juu, akashusha bombu juu ya mfasi niko. Sasa ile bombu ikageuka angalia gani maji. Ikafanya rate mara ya kwanza, mara ya pili, na wakalia. Wakati wakasema wote wameshindwa kwa sababu anakasema tutaenda wapi kwa sababu wamechukua siri ya mji yetu, wamemaliza. Apre mbele ya kuanza kufanyika tulikanyaga mji wapi? Kiroho mji ilikuwa wapi? Kiroho mji ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? Chini ya miguu yetu. Na wakati tulipoanza kuhubiri watu wakaokoka, miujiza kufanyika, ilikuwa deja na mamlaka yenye ilifunga mji tunarudisha wapi? Daudi akafanya namna gani? Akaleta mamlaka ya Dagoni na ya Filistini chini ya miguu ya Mungu wa uzima. Kutoka pale kupiga Goliathi ilikuwa maneno ya supu.
Haleluya. Haleluya. Daudi alitamka nini? Alitamka nini? Hiyo ilitosha. Amen, amen. Anaonesha hukumu ya Mungu kwa neno. Wakati mwanamke ya Yobu alipofika karibu na Yobu, alifika na nini? Mwanamke alifika na nini? Na nini? Tukana Mungu ilikuwa na nini? Yobu akageuza na nini? Maneno yote ya wadui wanabadilishana na neno. Haleluya. Maombi nafuatana nyuma. Badilisha na neno. Wanasema utashindwa. Sema walio na Mungu hawajashindwa, bado mimi sitashindwa. Utakufa. Umuulize ya kuwa nitakufa mbele Yesu angekufa na hangekufufuka. Kama Yesu alikufa na hangeweza kufufuka, nilikufa pamoja na Kristo zamani. Na nilifufuka niko hai pamoja na Kristo. Mtu pala kufaka mara nyingine. Niko hai ndani yao. Hautafanikiwa. Sema kama mwenye aliumba vitu vyote ilikuwa wewe umeifanya, lakini ninaye Mungu muumba wa mbingu na nchi na mali zote. Sitaolewa. Utauliza watu wao wote kuolewa wewe unaleta ruhusa. Wewe waliingia kunyumba wewe ulibaidizaka. Nitaoa na huko naoa najua kani nitakutumia invitation hapana pepa kwa jina la Yesu. Ushi wa vijana wao unaona mapepo wewe roga ndiye mtaoa. Nasikia hivi. Mtaoa kwa maneno wazi. Kwa sababu akiyafanya nini hawezi akaweza. Neno lako linabadilisha. Haleluya. Neno lako linabadilisha. Amen. Mwanamke usiseme nitatoka, kusema ninatatoka kutoka kwa nyumba yangu, ama yake unaongea kwa koti ya shetani. Sema siwezi kutoka. Bwana akisema kuwa mambo yako mpana furahia utatoka. Sema maneno yote yangu unaona leo unisamee ndani, lakini mambo ya kutoka pana. Mimi na wewe hapa iko seti na patalo. Sema Mungu aje niambie mimi sasa nyumba yangu. Wewe bwana yangu nakupenda. Mzaifu yangu msamee na nitategemea kaangalia pandakosa na malaika. Wewe una haki ya kusema mazuri. Amen, amen. Unasikia? Deliverance ya akili ndani ya neno. Unangaa ugani. Tunasimama. Tunasema mamlaka yote Yesu ametujishia, amehapundisha. Unaitumia nini? Pamoja na maombi kumbuki. Maombi haupita mbele ya makuu. Maombi umeomba hata kwa siri. Kwa sababu yeye anabadilisha mambo iko neno. Presence ya neno iwe ndani yenu. Hapana maneno, neno. Sasa neno ni nini? Neno ni nini? Neno ni nani? Kristo hai ndani. Unaposema kutoka pasi ya imani, unashinda. Amen, amen. Haleluya mama. Haleluya. Papa, haleluya. Uko mshindaji au mshindaji? Uko mtajiri au mtajiri? Unapata mama kupata ona. Tayari hapana maneno aombe shaka. Mama mtajiri uko itaje kupata ona sio. Kwa maana chukua tu nakuja naye kwa imani. Haleluya. Mabadiliko ya maisha yako Mungu ameleta wapi? Mamlaka imekuwa tayari. Inatosha. Tunasimama. Hatuzungumzie maneno mapepo, shetani toka hapo. Amen, amen. Mapepo kifika, sema wewe una haki safari kwa shida. Deliverance kamili. Ufungulivu kamili ni katika neno. Unasikia?
Ufungulivu kamili iko ndani ya ndoto, ndani ya ndoto, ndani ya maombi, ndani ya kutabiri. Hiyo yote inafuata, lakini ujijue kwanza. Mungu anaweza kuzungumza na wewe siri, okay, lakini ukuwe umesimama juu ya nini? Asante sana. Unasikia? Amen, amen. Nataka kushukuru wabariki wa evangeliste, mnasimama kwa tusema hivi bila watu wa familia yote. Apre wawezi leo mnasimama. Watu wengine waone kwanza na mnasimama hapa kuna mkanyuma. Hivi chiko. Mungu abariki wa evangeliste sana. Ile kwa watu ya mama. Wawezi leo mnasimama waone yote mzuri, wasiwasahau. Kufanyika wanakamata foto yenu. Unapowachokota kule nje foto. Ndio nasaidia sana. Tuma mara moja angalia kupasia hata kwa mambo mazuri. Itaita hiyo. Sababu muweze kusema na watu ambao mna kitu ambao mnaishi. Na itaokoa watu wataokoka hapa nyumba hiyo kidogo. Hapa nyumba kubwa iende jengewe, naomba ikuwe ndani na kuna watu wazima. Unasikia? Haleluya. Haleluya. Mwambeze haleluya. 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 Haleluya evangeliste. Mchape Yesu Kristo mkono. Sasa tunasema hivi, ufungulivu kamili yako inafuatana kipimo na papo uwezo kaza msala hii na kitu ndani ya nini? Neno. Na hiyo ndiyo ni ushindi ya Wakristo. Unaweza kutunga tangi yako pekee ya kuimba ushindi. Nimeshinda. Sasa hiyo nini? Hata kutembea kunjia wewe pekee. Nimeshinda kwa jina la Yesu. Ukutana watu wanaenda hivyo nini? Nasema hivyo nimeshinda. Sema wewe unaongea wewe pekee. Hapana, sema siongea mimi pekee, nimeshinda pamoja na Kristo nimeshinda. Mungu ni haki. Itapunguza vile kazi ingine. Na dhambi wezi tawala. Amen, amen. Tusimame, mshaona waombezi, mshaona watumishi, mshaombea vile wa evangeliste. Na hapo bila dhani mnaona sura yao yote sio? Bema mshike sura yao mzuri. Itakuwa mzuri sababu tunasema sasa tunakataa waya wima. Nasikia? Wa evangeliste mnaona? Hawezi akaenda kulomba kitu yako na kudanganya na uongo hapana. Ile watu ambao wanasema ya kuwa uongo hapana. Unasikia? Wawezi wakafanya panya za kitu ya watu. Hata na waombezi ndio kunaona ile kwa kama watakatifu wao wanaombea ingie sana. Watakatifu hawatagombana, hawachokoze nie, wanaombea kwa upendo. Ukimwona huko na gonjo ukatepana ita pastor ita yeye. Amen, amen. Atakuombea utapona. Unasikia? Muwapende na muwaombee. Kwa sababu iko safari ambao iko ndani ya jua kali. Amen, amen. Tunasimama sasa tunaomba.